Kwa nini? Wa manane. Navongea hivi hakijakaa. Ili ujue sio kwamba eti labda maybe sijui nimehudhuria kikao, ila kitakao si kwa nini? Wa manane. Hello, tuko pamoja? Amen. Na kwa sababu discussion ni nzito sana. Nzito sana. Kwa baya makundi mangapi? Mawili. Na mmoja atapenyeza agenda ya kuweza kuishusha nyota iliyowahi kuishi Brazil. Bwana siwe sana. Amen. Baadhi wanasema hapana, hakuna faida kuiondoa hiyo nyota, maana inakamilisha katika seti ya nyota 12 zijazo. Na nakwambia ufahamu kwamba in the spirit kuna nyota tayari zimepewa majina, zilikwisha kuandaliwa kuja kutawala taifa hili. Yani tungesema hivi, yani chukua fezi hata ngapi zijazo, tayari majina yapo. Sijui kama lako limo, nadhani halimo. Anasema, na kwa mantiki hiyo unaweza ukasimama ukazihesabu zile nyota ukasema the next president baada ya hapa atakuja kuwa fulani. Rohoni wanajua. Halo, tuko pamoja? Nothing happens by mistake. Hakipo natokea by mistake. Yani hata mnolaumu, lakini kwamba hata huyu ni mnaona sasa hivi alikwisha andikwa miaka mingi tangu enzi akiwa Marekani. Sio kama tunafahamu. Pembe hii unaiona sasa hivi iliwahi kuwa Marekani miaka mingi sana, ikiwa haijui kama siku moja itakuja kuwajua katika nchi ya Tanzania. Na yamkini kuna wakati ilipoteza direction kabisa, yakata tamaa kabisa, lakini as long as ilikuwa imeandikwa katika pattern zile kwamba kuna nyakati zitakuja, nyota hii itakuja kutawala. That is why unaona yanaendelea. Kwa hiyo sasa kikao hiki kitakaa usiku, kinachukua maamuzi. Mungu ametuma mjumbe katikati ya kikao. Oh yes. Hoja yake itakuwa na nguvu kuwashinda watu wote. Oh yes. Woo! Unapiga magoti, ujui huyo mjumbe anasema nini. Lakini sikiza ifuatayo. Atatamka kitu simple, then mkutano mzima utakiamini. Naongea kwa wazi kwa sababu gani? Mimi ni mzalendo, nataka kusaidia nchi ya Tanzania ipone. Amen. Bwana asifiwe sana. Wataamini idea yake, then wataitekeleza. Wakiitekeleza tu, something will happen. Bwana awape macho ya kujua. Na mimi naacha hivyo hivyo. Kwa nini? Mimi naomba Mungu tupate viongozi watakaotaka kuisikia sauti ya Mungu. Oh yes. Hatuwezi kutafuna kila kitu tukawaambia jina lake, hatuwaambii. Na wengine mmo ndani hatuwaambii jina lake. Ila atakuwa na ushawishi, kikao kizima kitamsikiliza. Kikimsikiliza tu wanakuja kutokeza na kutangaza. Unapiga makofi. Baada ya hapo, I say, ole wake mwenye mimba. Kama umeenda kisimani komea huko, usirudi. Makofi yamepungua. Na siku hiyo omba kusiwe na mvua inanyesha. Hizi details ziandike zote. Ni muhimu sana. Omba mvua isifanyaje? Sinyeshe. Kama unaenda shambani Bagamoyo, endelea kuchimba viazi vizuri zaidi. Lakini kama atatokea mtu mwenye hekima akaweza kutatua huo mtego, then amani itatawala. Mnaelewa vizuri? Amen. So katika ibada leo nimesema haili kwamba tukaombe. Mapenzi ya nani? Hatumlazimishi Mungu afanye nini. Sisi tunaomba Bwana yale uliyochagua, let them happen. Mnasikia vizuri? Lakini that meeting itakaa usiku wa manane. Na mmoja mjumbe atatiwa nguvu. Wewe nikwambia kitu moja. When it comes to kings, wafalme, msijue watu. Wafalme sio wanaoendesha nchi. Wafalme wanasikiliza washauri. Mnafahamu wakati mfalme anaweza kwenda vitani? Rohoni alisemaje? Mungu alisema ni nani atakwenda kumdanganya mfalme ili aende wapi? Ili akufanyaje? Tushatoa nabii ndani Pepo akasema sisi tufanyaje? Tutakwenda na kuingia kwa hao nini? Manabii, ili waseme nini? Uongo. Walimwambiaje? Mfalme kwea Ramoth Gilead ukafanikiwe.
akabaki nabii huyu mmoja tu aliyeona hiyo scenario. Sasa kabla yule nabii wa kweli alikuwa ni Mikaya au nani? Mikaya. Kabla Mikaya hajazungumza, mfalme alishaamini kabisa kwamba nakwenda. Na hata mwisho wa siku Mikaya amekuja kusema bado alifuata ushauri wa manabii ngapi? 400. Akaenda, yakatokea exactly kama nabii aliyofanyaje, aliyoyasema. Kwa hiyo sasa hata ukiwa kiongozi uwe makini sana na ile cycle ya ndani inokushauri kufanya mambo. Angawa mafumbo hiyo ndiyo inaangusha. Na ugali ukimwagika ile cycle huwa haijulikani. Si kweli? Anajulikana mwenyekiti. Ndio changamoto hivi viti sasa. Yaani wanakushauri moyo huyo binti mzuri, moyo mzuri. Ukikosea hawapo kabisa. Unaanza kuteseka ndani ya chumba mwenyewe. Ndio shida ya kuwa na washauri waliozunguka nini? Kiti. Mungu atusaidie sana. Wanakushauri jambo likiwa baya, hawaonekani wao, anaonekana mwenye nini? So this meeting nakwenda kukaa, and we need to pray. Bwana awape akili ya kuweza kujua nini cha kufanya. Bwana asifiwe sana. Baada ya hapo, jambo la pili, naliona nyota kutoka Ufaransa. Tulikuwa na nyota kutoka Brazil. Nyota kutoka Ufaransa. Andika hivyo. Imewekwa tayari kwa ajili ya maandalizi yajayo. Mwenye masikio na asikie. Nyota kutoka wapi? Ufaransa. Ufaransa. Jambo la tatu, Bwana sema kwamba kama kanisa tuweze kuomba dhidi ya makundi na vita vya dini ambavyo adui ameingia ili kuweza kutumia watu, viongozi wa dini, si wa Kristo, si wa Islamu, si wa jambo lolote, lakini adui ametaka kuwatumia hao viongozi. Watazunguka all over the places. Wengi wao watakuwa wamevaa nguo pana nyeupe, na baadhi watakuwa wamevaa suti. Then walitumwa pitie katika mlango wa chama chenye white, red na black. Naliona wakituma kuweza kupitisha mambo kadha wa kadha kwa mmoja aliyewahi kuwa sauti iliyoibua kutokea Tarime. Tulisemaga hapa, si ndio? Huyo aliyewahi kumwimba, wakamwimba akisema heche heche heche. Unakumbuka that man? So hivyo vikundi vitachiliwa, vitakwenda. Mtaanza kuona ni kana kwamba vinampiga vita. Mtaanza kuona kana kwamba vinamkosoa. Mtaanza kuona kama vinafanya hivi. Lakini ajenda ya kuzimu, ili mpango fulani uje upite, then we need to pray about it. Ombea viongozi wa nini? Wa dini, bila kujalisha Muislamu, si ni shehe, ni pastor, bishop, si mtu gani, you just pray. Kwa sababu gani? Lazima tuombee taifa letu, tusimame kwenye mapenzi makamilifu ya Mungu juu ya taifa la nini? Tanzania. Halo, tu pamoja? Amen. Sisi tukiomba tunawasaidia kupata nguvu hawa wanaofanya maamuzi huko jikoni. Kwa sababu gani? Hatupo kule, si ndio? Yes. Hatupo kule, lakini sisi kama kanisa ni muhimili wa kiroho ambao tunaweza kuombea wakasimama, au tunaweza kukaa mbali wakafanyaje, wakaanguka. Bwana asifiwe sana. So omba na umwombee kwa mzigo mkubwa mtu mmoja muhimu sana katika muhimili wa viongozi wa dini upande wa ndugu zetu Waislamu. Anaitwa nani? Ni nani? Mufti wanaitwa nani? Shehe mkuu. Sijui rank sijui zikoje. Anaitwa nani? Ambaye cheo kinaitwaje? Mkuu wa Tanzania. Si ndio mkubwa kuliko wote? That man, yeye ni ishara. Katika miezi hii miwili amewekwa kwa ishara kwa Tanzania. Jambo la ajabu sana. Amefanywa kuwa ishara kuanzia atakachoamua, anachosema, anachofanya, akisafiri kwenda sijui wapi. It is the message ya Mungu. Kama unafuatiliaga ukiona kwamba mufti mkuu ameenda sijui Tabora, mark my word, it is the sign. Na
Mungu atamtumia pia. Kuna watu nadhani eti kwamba eti Mungu anatumia tu wachungaji. Umekosea rafiki yangu. Mungu anatumia yeyote. Yaani kama kuna ajenda ya Mungu, amegundua kwamba we pastor una upako lakini huna influence, hakutumii ngo. Anakwenda kwa nani? Anayejua anaweza akafanikisha jambo na anasikilizwa. So this time within 2 months Bwana amemsimamisha ni mufti mkuu kama ishara kwa taifa la Tanzania. Utasema how? I don't know. Nimeambiwa niseme hicho kitu, then we pray. Mungu akaingilia kati. Ndani ya siku chache, jambo la 5 la mwisho, ndani ya siku chache umati mkubwa wa watu wengi wanakwenda kupoteza kazi. Wengi sana, hasa tabaka la chini. Most of people wanakwenda kupoteza kazi. Mtasikia tunafukuzwa kazi wengi sana. Na wengi wanakwenda kupata kazi. Kwa kutakuwa na habari njema kwa watakaopata kazi, kutakuwa na kilio kwa watakaopoteza nini? Kazi. Na hasa kazi za serikali. Kwa nini? Nimefundisha somo siku ya Alhamisi nadhani, madhara yaliyompata Yusufu na familia yake baada ya kuondoka kiti kisiyomjua Yusufu. Mnakumbuka vizuri? Ole wao. Hicho kikao cha usiku wa manane kitakwenda kumulika who is who, behind who and who. Terminate rise.